Jambo la mwisho ambalo nitazungumza hapa, barakallahu fikum, katika aliyoeleza Mtume alayhi salatu wassalam ni alwasiya bin nisa. Allah ya ibadallah, alihusia sana kuhusu wanawake, na hii ni dhima, na huu mlango watu wengi tumeteleza. Tunawakosea sana wake zetu, tunazikosea sana familia zetu. Sisi wanaume hatusimamii wajibu wetu, tunakwepa kama vile kuna mtu mwingine wa kufanya. Lakini pia upande wa wanawake wamekuwa wasusuwavu sana, wengi wamekuwa wakorofi sana, si wasikivu, wamekaa kwenye ndoa kinchancha hivi. Kama mtu anajaribu maisha, anakusikiliza wasemaje, kwani wataka vipi? Kama wataka kuishi tutaishi, utaki basi. Na hizo talaka wataka kutoa ngapi? Wajisikiaje? Wataka kutoa ngapi? Yani kijike fulani kikorofi, kijeuri, kiasi ambacho una jambo la dini wafikirie mara mbili, mtaanzaje? Hana sura ya heshima, sura yake ya kijeni, anakuona mshamba fulani kutoka kijijini huko. Lakini mkeo huyo wakaa naye, asubuhi akuuliza hela ya mandazi. La, haya sio maisha. Maal asaf, tuna wake wa aina hiyo, au tumewaozesha watu mabinti wa aina hiyo, au tumeozeshwa watu wa aina hiyo katika majumba yetu. Mtume alayhi salam katuhusia sana kuwafanyia uadilifu wanawake, na haya ameeleza katika hadithi niliyoisoma. Lakini pia sisi wanaume tuna haki za wajibu juu yetu kuwatekelezea wake zetu, kama hadithi ya Muawiya ibn Haida. Tuna haki ya kuwalisha, tuna haki ya kuwavisha wake zetu, tukila na wao wale, tukivaa na wao wavae. Tumewaambiwa tusiwapige uso wala tusiwakebehi kwa kuwatweza. Wakati mwingine tukawasimanga, mtu kamtia ila kwa sababu ya maumbile yake ni mkeo, lakini watoa maneno ya dharau. Siku ile nilikosea kwenye kutumbia kijike cheusi kama machungu. Hizi ni lugha gani wamwambia mkeo? Kwa nini hujamuona mweusi wewe? Mpaka umemleta ndani sasa wamsimangie weusi wake. Kwani ulimuonaje siku ile mpaka ukamchumbia? Ni lugha za dharau. Na wengine wafikia mahali wakawapiga wake zao vipigo vya mwizi. Maal asaf, baadhi yao min ahli sunna wa min as-salafiyin wanasifika kwa kupiga. Toletewa kesi wanawake wanakuja na ngeu, mpaka waona huyu kwa kupigwa rungu, amekatwa na panga. Amwambia, haya mama, kwani nini? Anasema, ni ngumi hiyo ustadhi, ngumi hiyo. Ittaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna haki tumewajibishiwa kwa wanawake hawa, ikiwemo kuwahifadhi na kuwasaidia. Na ukiwa amekukosea, basi adhabu zako ziwe za kiwango. Na kama ni kuhama, hama hapo hapo kwenye nyumba, sio wamuhama mke wenda da. Mke mmwacha Pongwe, eti umekasirika, nimemuhama, washatana naye wewe. Mtu achukua gari aenda zake, enda da, na mwacha mke Pongwe hapa. Hiyo ni hijra ya sampuli gani? Kumwachia nani majukumu ya mkeo? Nani atamsimamia? Ujinga huu kuna baadhi ya shabab min tulabina wa min ahli sunna wanafanya mambo haya. Mwatutia aibu. Simamieni familia zenu, pambaneni kusimamia familia zenu. Hamkuoa kwa maslahi ya mtu, na msije mkaongeza wake mkiiga. Msiige maisha ya wengine. Mwajua wenye kuongeza wake wamejipanga vipi? Wajifananisha na maustadhi wako, wajua wanapoishi. Ittaqullah, angalia uwezo wako na nafasi yako. Maneno haya ninayazungumza kutoka moyoni, kwa sababu wenye kuharibu ni wengi kwenye jambo hili. Allah ya ibadallah.